Okay, tunaendelea tena. Leo ni siku nyingine, tunaendelea na uchambuzi wetu wa kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Bado tuko chapter 1 ila leo ndo tunaimalizia. Ndio maana unaona hapa ni chapter 1B. Hii sio kwa kila mtu ila ni kwa yule anayehitaji maarifa. Sasa hapa tunaona wakati Mike na mwenzake Robert Kiyosaki bado anaendelea kujifunza kwa Rich Dad huyu. Na Rich Dad anakuambia hivi, dunia itakupush, itakupa misukosuko ili uweze kujifunza zaidi. Wakati anaendelea kuwafundisha, sawa, bado Robert Kiyosaki alikuwa anaona mbona sielewi, kuna vitu ambavyo sivioni vimekaa sawa. Yani anahisi kama vile anafyonzwa, anaumizwa, ananyanyaswa, sawa. Akawa anahitaji akwiti, aache, yani hataki kufanyaje kuendelea. Robert Kiyosaki, Rich Dad akamwambia Robert, sikiza Robert, hiyo ni mojawapo ya darasa ambalo unalipata, sawa. Anasema hivi, pale unapokuwa na asila, sawa, umechoka juu ya maisha fulani, unachukua maamuzi, ila inabidi iwe ni passion, sawa, maamuzi ambayo tena na passion, sawa, yani utumie logic, sio hisia. Watu wengi huwa wanatumia nini? Hisia. Akamwambia sasa, sikiliza, kuanzia sasa hivi wewe sitakulipa tena, mtafanya kazi bure. Kama si mnahitaji kuwa matajiri, mtafanya kazi bure, sihitaji kuwalipa tena. Mtafanya kazi kwenye store yangu bure mpaka mtapofanyaje? Mtapojifunza. Robert Kiyosaki akajiuliza, sasa inakuwaje hivi? Akamwambia, sikiliza, iko hivi, kama utashindwa kufanya hivyo, wewe utakuwa kama watu wengine ambao wanafanya kazi muda mwingi, wanalipwa hela, ila hela yao inaishia wapi? Inaishia kulipa taksi. Sema hivi, matajiri siku zote hawalipi taksi, yani hawalipi kodi. Wanaolipa kodi ni watu ambao ni maskini na watu ambao ni middle class, yani ndio huo wanalipa kodi, ila matajiri siku zote hawalipi kodi. Kodi huwa anakuja kulipa mtumiaji wa mwisho ambaye ni maskini na middle class. Sisi tunaelewana, hilo ni somo jingine. Ila vile vile akamwambia, sikiliza nikwambie wewe Robert, wewe unahitaji pesa, ila pesa haiwezi katatua changamoto yako kama haujui ni jinsi gani pesa itakufanyia kazi. Kwa hiyo Robert akawa tayari kufanya kazi free ndani ya duka la nani, la Rich Dad. Alivyofanya kazi ndani ya wiki 3, Rich Dad akawafuata tena akawauliza, vipi, kuna kitu chochote mmejifunza nyinyi? Kuna kitu chochote mmejifunza? Wakaambia, hapana, kwa kweli tumefanya kazi ila hakuna tulichojifunza. Akasema, sawa, sikizeni, njoni hapa. Hivi mnaona kwa kazi hii mnayoifanya niwalipe shilingi ngapi? Akaanza, niwape nani senti 25. Hamna aliyejibu. Akamwambia, niwape $1. Hamna aliyejibu. Akasema, niwape $5. Kumbuka walikuwa wanalipa sijui senti 10 kwa saa. Hapa nazungumzia kwa siku. Sawa? Anambia niwape $25. Robert akasema, bora hata ambavyo sikuongea. $25 wakaikubaliana nayo. Baada ya kukubaliana nayo hiyo $25, wakafungua mradi mwingine wa kuuza vitabu, comics book kwenye library, kana kwamba mtu wanakodisha vitabu, watu wanakuja wanasoma alafu wanawalipa. Sasa Rich Dad akamwambia, sasa hapa mmejua ni jinsi gani mnaweza mkatengeneza hela. Hiyo ni mojawapo ya investment. Mmejua ni jinsi gani mnaweza mkatengeneza hela. Kumbuka, akikodisha kitabu ukasoma au kaangalia kwa muda, ni kwamba unamrudishia. Sawa, hicho kitabu anamkodisha mtu mwingine. Kana kwamba hiyo hela inakuwa ni passive income, ni hela ambayo inaendelea. Sije tunaelewana? Akaambia hivi, la sivyo nyinyi kama mtajua mbinu zaidi za kuwasaidia kuingiza hela, nyie maisha yenu mtaishi mkiwa maskini na mtaishia kuwalaumu watu wengine. Mtalaumu serikali, mtalaumu hali ya hewa, mtalaumu mji mliopo, mtalaumu wazazi waliowalea. Kila watu mtafanyaje? Mtawalaumu. Hila cha muhimu ni kugundua. Na hii ilikuja kuharibika, ilikuja hii biashara kufa baada ya kutokea ugomvi huko library. Sawa? Hiyo biashara ikawa, ila bado wakaendelea kufanyaje? Kujifunza. Bado Rich Dad akawaambia, sikilizeni, kuna somo ambalo inabidi niwafundishe nyinyi. Iko hivi, kama mtu wewe ukuweza kujua thamani yako, utafanya kazi kwenye mtemo fear, yani unaogopa, unahisi labda kesho sitakuwa na kazi, unaogopa sasa ikiwa hivi itakuwaje, na maisha yako yote yatakuwa ni ya dhoruba.
Sijui tunaelewana, kwa sababu wewe kinachokuongoza sio passion wala sio nini, sio intelligence iliyo kichwani mwako. Yani wewe unaongozwa na nini? Na fear. Ndio maana utajikuta watu wanaamka asubuhi na mapema, anawahi kazini, anaka jioni. Umeona? Hiyo sio kusema ni fear na greed ndio zinawaongoza watu hao. Na hao watu hata kama wakiwa wanalipwa mshahara mkubwa kama baba yake Robert Kiyosaki, utakuta hawa watu wanaishia kulipa bills. Yani analipa bills muda wote, yani hela yake ni ya kulipa bills. Anaspend hela nyingi kwa sababu atatumia hela kwenye nauli, atatumia hela kwenye chakula, atatumia hela kwenye mahitaji ya kila siku. Ila huyu mtu analipwa mara moja tu kwa mwezi, ambayo hiyo hela inabidi ije kukava zile expenses zote alizotumia ndani ya mwezi husika. Kwa hiyo kuna bili ya maji, umeme, kodi, usafiri na kadhalika. Sawa, huyu mtu maendeleo kwake yanakuwa ni nini? Ni magumu. Rich Dad anamwambia Robert Kiyosaki, usitaki maisha yako yawe kama ya rat race, yani muda wote kama unafukuzana na panya. Baada akawaambia kwamba hivi, pale mtu ambapo unakuwa unajifunza au unafanya kitu, hakikisha hisia zako zisikupeleke. Nenda kwa logic. Hili ni somo zuri. Nenda kwa nini? Logic. Watu wengi wanapelekwaga na hisia ni mbaya. Robert Kiyosaki, Rich Dad bado anaendelea kuwaelimisha watu. Sio kusema mseme shule ni mbaya. Shule ni nini? Ni nzuri. Ila kwa watu wengi elimu ni nzuri. Yani elimu ni nzuri, sio shule. Elimu ni nzuri. Ila kwa watu wengi itakuwa mbaya pale tu wataposema hii elimu inatosha. Yani labda umesoma, una degree, una diploma, una certificate, una PhD, ukasema inatosha. Wewe hiyo elimu kwako sio kitu, kwa sababu ukija duniani tuna elimu nyingine ambayo hiyo ni vigumu kuleni mpaka ukutane na mentors. Hapa sasa kadri anavyoendelea kuwafundisha, anawapa na zile philosophy ambazo ni za maisha. Anasema mara nyingi hao watu wanapoona opportunity nyingine huwa wanakimbia, kwa sababu wanakuwa wanaongozwa na fear. Sawa, emotion. Anahisi labda nikifanya kitu fulani huku nitaharibu au nitashindwa. Anasema hivi it's like yani labda mfano mwingine anasema hivi, maskini huwa anachagua kitu kimoja, ila tajiri huwa anachagua vyote. Sawa, maskini ukimwambia gari na nyumba nikupe nini? Nataka gari au nataka nyumba? Tajiri anasema nataka vyote, nipe vyote, kama au unavihitaji vyote nivipate, vyote nivipate. Umeona? Sasa hiyo ni mentality ambazo Rich Dad anaendelea kuwanoa hawa vijana, Robert Kiyosaki na Mike. Mike ni mwanae mwenyewe, ila anampitisha kwenye tanuru la moto ili ajue kuwa hakuna kitu ambacho atakipata bila kuwa na discipline, hakuna kitu atachokipata bila kufanya kazi. Anasema hivi, watu wengi ambao hawezi kujifunza ni jinsi gani ya kuweza kutengeneza pesa au kuingiza pesa aliyakuwa bado wamelala. Yani kana kwamba wametengeneza mfumo. Hawa watu huwa wanautolea mfano ambayo ni mzuri kabisa. Anasema hawa watu ni sawa na punda aliyewekewa karoti mbele yake. Yani punda unamwekea karoti mbele. Sasa kama ni mti umeushika, umeufunga karoti mbele, unaweka hivi. Pap. Sasa punda muda wote anataka ile karoti, ila hawezi kuifikia, muda wote anaikimbiza tu. Kumbe aliye mgongoni mwake ndo anampa direction. Haya, sasa hivi vita hivi, kwa sababu anaelekeza karoti. Ndio sawa na mwajiriwa. Siku zote bosi wako aliyekuajiri ndio anakupa direction ya maisha yako. Wewe pita hivi, kesho njoo saa 2, kesho wahi saa 1, tuna jambo la muhimu, ila mwambie mkeo au familia yako kuwa utarudi saa 3 usiku. Hiyo ndivyo ilivyo. Na kama ni wewe unahitaji maarifa zaidi, leo tunamaliza chapter 1. Sawa, leo tunamaliza chapter 1. Kama wewe unahitaji maarifa zaidi na ujui ni wapi pa kupata maarifa hii, au ujui ni biashara gani utaifanya ili ikusaidie kutengeneza mfumo ambao utakuingizia kipato endelevu, andika neno hapo, maarifa ya biashara. Nitumie ujumbe WhatsApp kwenye namba hapo chini, maarifa ya nini? Ya biashara, nami nitakuelimisha.